Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wa Even TV mahali popote pale ulipo. Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu ya Ahadi ya Kichwa cha Mzazi. Na leo ni sehemu ya mwisho ya kisa hiki na simulizi hii, ambapo kupitia sehemu hii utakwenda kusikiliza utu, huruma na toba. Karibu sana uweze kupata simulizi hii yenye kutufundisha, kutukumbusha, lakini pia kutuonya katika mambo kadha wa kadha. Mimi ni Kiliwan, lakini usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu, lakini pia vichekesho na mambo kadha wa kadha kupitia channel yetu ya Even TV. Karibu sana. Miaka 10 ni muda mrefu, hasa ukiwa nyuma ya mlango ya chuma. Kwa Samsoni, kila siku gerezani ilikuwa kama hukumu mpya. Kila alfajiri angeamka akikumbuka usiku ule wa kosa lake, usiku uliomnyang'anya uhuru wake na pengine uhai wa mama yake. Ndani ya gereza, Samsoni alijifunza mengi. Aliona wezi, wauaji na watu waliokata tamaa, lakini ndani yake alibaki na jambo moja: huzuni ya kumkosa mama yake. Kila siku alimwombea bila kujua kama bado yuko hai. Siku moja baada ya miaka 10, mlango wa chuma ulifunguliwa. Askari mmoja akamuita, "Samson, unaondoka leo. Hukumu yako imeisha." Samson alitabasamu taratibu, lakini moyoni kulikuwa na maumivu makali kuliko kifungo chenyewe. Akitoka nje alihisi upepo wa uhuru, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Alitembea kijijini akiwa na mfuko mmoja wa nguo za zamani na imani dhaifu iliyobaki. Alipofika kijijini, watoto walimkimbia. Watu wakamwangalia kwa macho ya ajabu. Wengine walinong'ona, wengine walicheka. Kijiji kilichompenda zamani sasa kilimwona kama mhalifu. Lakini Samsoni hakusema chochote. Alitembea moja kwa moja hadi makaburi ya kijiji. Akasimama mbele ya kaburi dogo lenye majani yaliyokauka. Na hapo akasoma jina lililoandikwa: Mama Yusta. Alilima kwa upendo, akafa kwa amani. Machozi yakamdondoka, akapiga magoti, akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Mama, nilitaka kukuokoa, lakini nikajipoteza. Ulisema utu ni kila kitu. Nilikosa mama, lakini leo nataka kurudisha utu wangu, hata kama hakuna anayeniamini tena." Tangu siku hiyo Samsoni hakukimbia jamii yake. Alianza kusaidia vijana wa kijijini, kuwaonya kuhusu tamaa na maamuzi ya haraka. Kila Jumapili alikaa chini ya ule mwembe alikokuwa anakaa na mama yake, akisimulia hadithi na maadili, imani na msamaha. Polepole kijiji kikaanza kumheshimu tena. Wengine wakamuita mzee wa hekima kwa sababu ya kila neno lake lililokuwa na alama ya uzoefu, uchungu na toba ya kweli. Miaka michache baadaye, kijiji kizima kilikusanyika chini ya ule mwembe. Samsoni sasa akiwa mzee alisimama mbele yao na kusema, "Nilijifunza kitu muhimu maishani.
kwamba kosa linaweza kubadilika kuwa somo na toba inaweza kuwa mlango wa mwanzo mpya. Aliinua kichwa juu, akatabasamu akasema, utu, ndugu zangu, ndio urithi wa kweli. Ukipoteza huo, umepoteza kila kitu. Kisa cha Samson kinatukumbusha jambo moja. Wakati mwingine tunafanya makosa si kwa ubaya, bali kwa kujaribu kupenda kupita kiasi. Lakini dunia haitupimi kwa makosa yetu, bali kwa namna tunavyoinuka baada ya kuyatambua. Mwisho wa episodi ya 3. Swali kwako mtazamaji. Je, mtu aliyeanguka kwa nia njema anastahili kusamehewa? Wewe umewahi kufanya kosa ukidhani unasaidia mtu unayempenda? Utu kwako binafsi una maana gani leo? Na kama Samson angekuwa jirani yako, ungemkubali tena? Hii imekuwa sehemu ya mwisho ya kisa, ahadi ya kichwa cha mzazi. Kisa cha upendo, tamaa na toba. Na kukumbusha hata giza likiwa nene, nuru ya utu haifi, inangoja tu uifungue tena. Mwisho wa kisa hiki nitakuletea simulizi nyingine inayoitwa Mapenzi kati ya mbingu na dunia. Hivyo, usisahau kufuatilia chaneli yetu ya Even TV kupata vichekesho, simulizi, visa na mikasa. Na hapo ndipo hadithi yetu ya leo inafikia tamati. Maisha hutufundisha kuwa kila hatua tunayopiga ni somo jipya, iwe la maumivu, furaha au matumaini. Kila kisa kinafunua upande wa kweli unaoishi ndani yetu. Mimi ni Kiliwani. Kila kisa ni funzo na kila funzo ni maisha. Asante na nikutakie wakati mwema.